Neno ambalo nalipenda sana pale ni kwamba kuwafundisha yote niliyowafundisha, wafundishe kuyashika yote niliyowaagiza. Haleluya. Yesu na yeye alikuwa anakaa kama hivi tunavyokaa, anatufundisha, anawafundisha. Mungu asaidie sana. Alipokuwa anawafundisha ni kwa sababu yetu ambayo tulifundishwa na sisi tuje tufundishe leo. Amen. Na sisi tunawafundisha yale ambayo Yesu alifundisha mitume. Mitume wakatufundisha na sisi leo tunafundisha. Ndio maana nasema katika kitabu cha Galatia sura 1 mstari wa 8 ya kwamba ajapo malaika kutoka mbinguni au hapa mtu yoyote hapa duniani akiwaleteeni injili tofauti na hii, na huyo mtu afanye nini mama Brighton? Huyo mtu na alaaniwe. Injili ya kweli ni hii, na injili hii itahubiriwa kwa mataifa yote. Haleluya. Na injili hii ni injili gani? Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia. Amen. Haleluya. Mtu akikuja kuambia utabarikiwa, mwambie kwanza niko mwenye dhambi, nitabarikiwaje? Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema na ishara zitafuatana na wanani? Na waaminio. Kumbe kwanza ni kuamini kisha ishara zifuatane na wewe. Na hizo ishara unajua ni ishara gani? Utajiri, uponyaji, haleluya, na mambo kaza wa kaza kutoka mbinguni. Mungu atusaidie sana. Kumtolea Mungu mambo ambayo siyofaa, sadaka siyofaa, ni dhambi. Hiyo ilimfanya Kaini ahukumiwe. Ilimfanya Kaini apate wivu machoni pa ardhi hii na kumuua ndugu yake. Lakini Mungu alimuonya kama vile na sisi tunakuja kuwaonya leo hii. Mungu asamehe sana. Amen. Na sisi tunakuja kuwaonya. Mungu hawezi kumhukumu mwanadamu yeyote kama hajamuonya kwanza. Sijui kama tuko pamoja. Mungu hawezi kumhukumu mtu awaye yeyote kama hajamuonya kwanza. Sijui mkirundi wanasema ajabu. Papa Samson. Imana nishobora kucira umuntu rubanza itaramugirira inama cyane kumuhanura. Amen. Mama Francine, uraho. Mungu asaidie sana. Akamwambia Kaini, kama na wewe ungefanya vema, je, sungekubaliwa na wewe? Kwa hiyo dhambi inaota mlangoni mwako ndugu yangu. Yafaa uishinde dhambi na faida ya kutubu. Mungu atusaidie sana. Dhambi na faida ya kutubu. Hayo maneno yanapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 5, Samueli wa kwanza sura 14 na 23. Mungu asaidie sana. Kuasi kulimfanya vile vile Sauli akataliwe kuwa mfalme. Mungu asaidie sana. Samueli wa kwanza 15:23. 15:23 tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema hivi: kwani kuasi ni kama dhambi ya ushawi. Kama kuasi. Amen. Ukafiri na vinyago. Amina. Amen. 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 Kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kumbe kila atendaye dhambi ni mchawi. Kataa usikatae, uko mchawi. Haleluya. Naona mnaanza kuchukua masikio. Mama Brighton, kila mtenda dhambi
ni mchawi. Na roho itendayo dhambi ndiyo itakayofanya nitapona. Pardon? Itakufa. Roho itendayo dhambi itakufa. Mungu atusaidie sana. Roho itendayo dhambi ndiyo itakufa. Ezekieli sura 18:23. Roho itendayo dhambi ndiyo itakufa. Baba yangu, mama yangu, kaka yangu, ndugu yangu, vijana wenzangu na wazee wenzangu, tujitenge na dhambi. Tunapotenda dhambi, tujue kwamba tutakufa. Mungu atusaidie sana. Hivi ndivyo Yesu alikuwa anawafundisha. Kuja kwa Yesu kulikuwa kwa nia moja tu, ya kwamba abebe bibi harusi. Mwana mpotevu alipoasi akaanza kuhangaika. Kumbe hakuna amani katika dhambi. Hakuna baraka katika dhambi. Hakuna uponyaji katika dhambi. Hakuna neno lolote nzuri tunalopata katika dhambi. Kwa sababu tunapoasi tunakuwa mbali na Mungu. Tunapoasi tunajitenga mbali na uso wa Mungu. Tunapoasi tunajitenga na agizo la Mungu, tunajitenga na baraka za Mungu. Sasa tunapojitenga na uso wa Mungu, nini huko nje? Biblia inasema huko nje kuna nini? Kuna mbwa mwitu. Haleluya. Huko nje kuna kuwa na mbwa mwitu. Unajua kazi ya mbwa mwitu? Asema kuna kuwa na simba ngurumaye. Tutafuta nani? Utafuta atakayeraruliwa. Sasa unapokuwa nje, unajua kwamba unakuwa expose mikono ya shetani. Na unakuwa expose mikono ya shetani, atakutumia kweli kweli. Atakutumia kweli kweli. Kwa sababu unapokuja hapa kanisani unasema tumkanyage shetani leo. Unamkanyaga kweli kweli hapa. Maskini ya Mungu, ungana mshanga mkiuno ambaye ngana kukonekta na kuzimu. Mungu atusamehe sana. Unakuja kumkanyaga shetani kanisani, bado uko na manguo ambaye inakukonekta wewe na shetani. Mungu atusaidie sana. Amen. Unakuja kumkanyaga shetani hapa kanisani, kumbe bado ungali unajikonekta na shetani na hali ya kufanya masturbation nyumba. Mungu akusamehe sana. Uko na uwa watoto, uko na uwa. Lakini neno la Mungu linakuja jioni ya leo ya kwamba hakuna faida katika dhambi. Hakuna faida nje ya Yesu Kristo. Hakuna faida unapokuwa nje na neno hili. Biblia inasema ya kwamba maneno ya Mungu ni nini? Mama Jacqueline, maneno ya Mungu ni nini? Maneno ya Mungu ni kweli, tena uzima wa milele. Wanani wanaamini hivyo? Mungu awabariki sana. Maneno ya Mungu ni kweli, tena na uzima wa milele. Dhambi na faida ya kutubu. Kwa hiyo kutubu ni kukubali ya kwamba uko mwenye dhambi. Kutubu ni kukubali kuyaacha yote. Haleluya. Kutubu ni kukubali kuyaacha yote mabaya uliyotenda na kuyapatia mgongo na kumrudilia Mungu. Faida ya kutubu. Kutubu tu
ndio kunafanya tena ule urafiki ambao ulikuwa umekatika kati ya sisi na Mungu urudie tena. Kutubu. Nilisema kutubu ni kukubali ya kwamba uko mwenye dhambi. Na ukikubali ya kwamba uko mwenye dhambi, ndio unafanya nini? Unarudi, unakwenda kutengeneza. Watu wengi leo wanakuwa nakuja, Bwana nisamehe, niliwaza Mungu atusamehe sana. Macho yangu nilikuwa napita nikaona mtu mweko buchi. Mungu akurumie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Kutubu ni kama vile mtu mgonjwa. Mtu akigonjwa kusudi apone, Mama Boaz, yamfanya nini? Haleluya. Mtu akigonjwa kusudi apone, lazima atumie dawa. Ndio njia au process ya mtu wa kutubu. Tunatubu kwa sababu na sisi tupone. Mtu akigonjwa anatumia dawa ili apone. Na ukikataa kutumia dawa, nini itatokea? Utakufa. Mungu atusaidie sana. Ukikataa kutumia dawa, utakufa. Sasa na sisi tukikataa kutubu, tutakufa. Mungu atusaidie sana. Tukikataa kutubu, tutakufa. Kwa sababu anasema katika kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 23, roho itendayo dhambi itafanya nini? Itapona. Roho itendayo dhambi itakufa. Na akasema ya kwamba mukila hii hakika mtafanya nini? Mama Boaz, mtapona. Papa Said, niangalie mimi hapa na kuangalia mtu mwingine kule. Tuko tunazungumzia dhambi na faida ya kutubu. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Na sisi tukikataa kunywa dawa wakati tunaumwa, tutakufa hakika. Na sisi kama Wakristo ambao tunategemea ujio wa bwana harusi, mwalimu wa Jumajana alisema ya kwamba wale 5 wapumbavu ambao walishindwa kulinda taa zao, mafuta yao, bwana harusi alipokuja, waliokuwa tayari ni wale ambao walikuwa wanalinda taa zao. Mungu asaidie sana. Wakachakuliwa, wakanyakuliwa, wakaenda. Kwa sababu wanasema atakuja kama mwizi, saa isiyo izani. Atakuja kama mwizi. Nao wale wajinga walibaki wakijichanganya kwenye maisha ya dhambi. Wengine wanavaa kisi wanapenda. Mungu atuhurumie sana. Wanasema Mungu angalie mavazi, Mungu angalie mwili. Lakini kama Mama Boaz anasoma kitabu cha Warumi 12 mstari wa 1, wa 2 na wa 3, anaweza kusema aje pale Mama Boaz? Mnakuja kwa mafundisho bila Biblia. Papa mtumishi wa Mungu Fred anasema aje? Dhambi na faida ya kutubu. Hapo ni passage tu. Warumi 12 mstari wa 1. 12 mstari wa 1 unasema hivi: Basi ndugu zangu,
Na wasi. Ngoja kwanza mama Boaz nganga siku anatafuta nini? Naomba asikilize hapo. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu. Na wasi itoeni mili yenu kwa huruma zake Mungu. Iwe dhabihu iliyo itoe mili yenu iwe dhabihu ya kumpendeza Mungu. Takatifu ya kumpendeza. Ndiyo ibada yenu. Anasema ndiyo nini? Ndiyo ibada yenu yenye maana. Ibada ndiyo yenye maana. Hapa tuko wapi hapa? Hapa tuko kwenye ibada. Msikilize vizuri. Hapa tuko kwenye ibada. Na hii ibada tunazungumzia nini hapa? Tunazungumzia siasa. Tunamzungumzia nani? Kumbe hii ibada tufanye nguvu yote mpendeze Mungu. Inampendeza Mungu tunapozungumzia maneno ya nani? Ya Mungu. Anasema 2 3 wanapokusanyika kwa jina la nani? Kwa jina la Shaki. Hapa. Hao la Samson. La kusome. Hao la Jeff Magamu. Hao la Viamu Subira. Jina la nani? Tunakusanyika hapa kwa jina la Papa Efraim. Mungu asamehe sana. 2 3 wanakusanyika kwa jina lake Yesu Kristo. Nao waamini ya kwamba iko pamoja nao. Na sisi tuko kwenye ibada. Na ibada hiyo ifanye nini? Mpendeze Mungu. Wakati mwili wako huu, Mama Rehema, mwili wako nakataa kumpendeza Mungu, yaani haujamtolea Mungu ibada. Mungu atusaidie sana. Wakati unakamata mwili yako, unakamata saka pantalo karabana sasa, uko neno unauzisha nini? Uko unajiconnect, unatangaza ya kwamba mimi bado niko wako Papa, usijali. Uko unatangaza kama kwa shetani. Asema ibada yenye ibada gani Papa? Ibada inayompendezaye Mungu. Ibada impendezaye Mungu. Itoeni miili yenu kwanza. Iwe dhabihu. Sijui dhabihu ni nini Papa Samson? Wewe unaelewa Kiswahili mzuri? Ni sadaka. Amen. Sacrifice, sadaka. Sasa kama haujaweza kumtoa mwili wako kuwa sadaka, mwili wako kuwa sadaka, nakwambia hakika utakufa. Mungu asaidie sana. Amen. Wewe unasema mimi niko Mkristo modere. Na mbinguni bado Mkristo modere. Mungu atuhurumie sana. Asa niko Mkristo modere. Mkristo modere ndio anakamata anatoa hivi. Anatoa makiki. Anakamata anatoa makiki yote, anatoa makiki yote anatoa. Alafu anakamata tilo naanzia hapa anapisha sasa yule. Inaenda kama mapembe ya shetani. Mungu akusamehe sana. Anasema katika kitabu cha Isaya 15 ukisoma mstari wa 9 wa 10 wa 11 anasema je Mama Brighton, ole wake ashindanaye na muumba wake. Na wewe unapofanya hivyo Mama Rehema, uko unashindana na Mungu. Na yeyote ashindanaye na Mungu afanya nini? Afanya dhambi. Na roho itendayo dhambi ndio itakufanya nini Papa Sobe? Ndio utakufa. Mimi sina magari kwa maana mtapata magari. Sina mabenye ya kwamba nitakupatia wale mabenye, lakini nakwambia nitakupatia neno la Mungu. Amen. Ili ya kwamba pale kwenye atakuwa na sisi tukue pale. Ndio maana tuko hapa Mama Brighton. Ndio maana tuko hapa Mama Boaz. Asibile mama. Hatuko hapa tu tupate magari. Tuko hapa juu na sie. Papa Samson anasema atakuwa minister wa defense. Sasa ujikaze sana kama una passport. Ujikaze sana. Kama una passport na ule mji utasumbuliwa na Papa Samson. Kama hauna identity, hauna DNA ya kimungu ndani yako, hautaingia kwenye mji ule. Mungu asamehe sana. Na Papa Samson iko makali sana kushinda hata polisi. Iko makali sana kushinda hata immigration. Immigration ya mbingu yeye atatawala. Yeye atatawala. Polisi za mbingu watakuwa na kuinda. Bangalia nani mwaliingia mbinguni kufraud. Na naamini kwamba Mama Jacqueline na macho yake takuwa wazi. Hapendi mtu yoyote abebe kitu kinasumbukiaka. Haleluya. Mungu asaidie sana. Dhambi na faida ya kutubu.
Faida ya kutubu ni kupata msamaha wa dhambi. Haleluya. Faida ya kwanza, unapata msamaha. Msamaha nao unafanya nini? Una restore friendship, ule urafiki ambao ulikuwa unapotea. Ni urafiki gani? Ni urafiki gani? Mama Broton, niangalie huko. Hapana kwa district. Yule ni mtoto wako, utacheza naye. Ni urafiki gani ambao ulikuwa unapotea kati yetu na Yesu? Haleluya. Uzima wa milele. Amen. Kuishi na yeye. Ninakwenda mbinguni kuandalia nini? Makao. Mwenye dhambi hataingia mauti. Msamaha unafanya kwanza, mimi Toi na Masumbuko tulikuwa tumejitenga, lakini tunapokubali kwamba tumekoseana, tunakuja tunaomba msamaha, tunapopana yambi. Haleluya. Tunapopana yambi, tunafanya nini? Tunarudiliana tena. Mungu asaidie sana. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura 2. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura 2, sura 7 mstari wa 13. Anasemaje? Mambo ya Nyakati wa kwanza. Wa pili sura 7:14. Tena rakaraka msomaji wangu. 7:14 inasema Amen. Nasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa nini? Kwa jina langu. Sikiliza sasa. Watajinyenyekesha. Ikiwa watu wangu, Mama Brighton, Papa Samson, watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kumbe kuko watu ambao wanaitwa kwa jina lake na kuna wengine ambao hajawaita kwa jina lake. Mungu atusaidie sana. Amen. Walio wake ni wale ambao wamekubali kufanya nini? Kujinyenyekeza. Amen. Kunyenyekea kwako sio bure. Kama tunamuuliza Mama Brighton, kwa nini unanyenyekea? Je, njoo kumpendeza mchungaji Mama Brighton? Njoo kumpendeza nani? Njoo kumpendeza Mungu. Hivi ndivyo Paulo tuliposoma wakati mwingine katika kitabu Waraka wa pili wa Paulo wa Timotheo sura 2 mstari wa 1, anaambia ukuwe askari wa kufanya vita kwa kumpendeza nani Baba? Kumpendeza aliyekupa kazi. Askari ambaye yuko tayari kupambana vita kwa kufanya kazi ya kumpendeza aliyempa kazi. Asema usijichanganye na maisha. Wasibili wanaoitaka Kiswahili. Usijichanganye na maisha ya waraia. Waraia ni watenda dhambi. Haleluya. Na mimi hapa ninaamini kwamba niko nazungumza na askari wa Yesu Kristo. Haleluya. Ninaamini hivyo. Mama Boaz, naamini na wewe hivyo. Kwa tuko askari wa Yesu, masuja wa imani, wanahubiri injili ya mwisho. Haleluya. Hatuhubiri injili iliyotangamana na maji. Tunahubiri injili ambayo Yesu alituagiza muwafundishe kuyashika niliyowafundisha. Amen. Niyo mtakuwa nanyi. Na hiyo ndio injili tunaifundisha. Faida ya kutubu. Asema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakikubali kujinyenyekeza, kisha kujinyenyekeza watafute uso wangu, kisha kutafuta uso wangu wafanye nini Papa? Watubu dhambi zao. Sikiliza vizuri. Watubu dhambi zao. Kisha kutubu dhambi zao, mnaruhusiwa kuomba. Kisha muombe lolote, muone kama sitawapatia. Lakini uko naomba, ni maombi ya namna gani ambayo unafanya mbele za Mungu? Mungu asamehe sana.
Asema nyenyekea. Kama kweli uko na DNA ya Mungu ndani yako, kama uko na lile chapa la Mungu ndani yako, Mkristo wa kweli tutamwona ananyenyekea. Haleluya. Kile ukifika kanisa unakuwa njoo. Mungu asaidie sana. Ananyenyekea, aliyeitwa kwa jina la Yesu Kristo. Kisha anatafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu ni kukubali ya kwamba niko mbali, nimetenda uovu, Bwana na kuomba unisamehe. Nikusamehe mwanangu, ulifanya nini? Angalia, nilifanya hivi. Unaanza kutengeneza, unaanza kutubu. Kisha kutubu sasa, mama Rehema, mwambie yule mama kule alamuke, nataka niangalie. Niangalie mama, mimi niko naongea hapa. Sio sababu anasemaka. Haleluya. Utafute uso wa Mungu, kisha utubu, kisha kutubu, uombe. Unapoomba sasa, Mungu atafanya nini mama Chanel? Atakusikia. Toa mafundisho. Amen. Mungu atakusikia, akupatie kile ambacho unataka. Ndio maana anasema Daudi anasema hivi, toka iko mtoto kama Brighton pale, na leo anakomaa. Hajawahi kuona mtoto mwenye haki wa Mungu iko nafanya nini mama Boaz? Anaomba mkate wapi? Barabarani. Haleluya. Kisha ukiomba Mungu atakupatia, kwa sababu ulishafanya nini? Ulishanyenyekea. Basi faida ya kutubu inakuunganisha na Mungu. Faida ya kutubu ina restore mambo ambayo ilikuwa inapotea. Zile ahadi za Mungu ambazo zilikuwa zimesimama, Mungu sasa anasema, mwanangu, kwa sababu umetubu, angalia. Nilikwambia utaenda Ulaya, ndio. Tafuta passport, utaenda Ulaya. Haleluya. Na kwenda kwako Ulaya, si kwamba utaenda Ulaya juu ya mapasha yako mwenyewe. Utaenda Ulaya juu wewe umpendeze bosi wako. Haleluya. Tunapofika hapa South Africa tunajichanganya, tunasahau. Mungu atuhurumie sana. Lakini hatujui kwa nini tuko hapa. Hatujui. Hakuna siku iko napita Papa Saidi haumwambie mtu habari za Yesu Kristo. Mungu akusamehe sana. Kama tuko hapa ni kwa sababu tutangaze nini? Tutangaze injili. Mwambie mwenzako akatae, bora ulimaliza deni. Faida ya kutubu. Kwa sababu hakuna muda, mnaweza kuandika mkasoma nyumbani. Isaya 1:8, Makumi 13:12, Waebrania 8:12. Msamaha, kutubu kunafanya mtu apate kibali machoni pa Mungu. Kibali ni kukubaliwa na Mungu au kupendelewa na Mungu, kupata kile kitu ambacho unakihitaji. Kwa mfano, kama uko na mtoto mtiifu, mama Boaz, unamfanyaga nini ule mtoto? Yaani anapata kibali kwako, kwa baba, kwa sababu ni mtoto mwenye kutii. Anapata kibali, na ule mtoto ambaye anapata kibali machoni pa baba yake anapendelewa. Haleluya. Na ile kupendelewa ndio inafanya nini? Inazusha wivu kwa adui, kwa sababu alipendelewa. Tuna mifano mingi sana katika familia zetu na ndani ya Biblia vile vile kuna kwa mifano mingi. Mungu asaidie sana. Amen. Abeli alipata kibali machoni pa Mungu. Kile kibali alichopata machoni pa Mungu kikamfanya ndugu yake kufanya nini? Kupata wivu. Joseph alipata kibali machoni pa baba yake, kikafanya ndugu zake kupata nini? Kumbe wivu ni uchawi. Haleluya.
Wivu ni fanya nini? Wivu ni uchawi. Jilindeni na chachu ya wivu. Mjilinde sana na wivu. Wivu unaua. Wivu ni uchawi. Jilindeni sana na roho ya kutokusamehe. Kutokusamehe ni uchawi. Mwaka uliisha mpaka leo hivi kuko watu maisha yako hapa, kuko watu maisha yako, kuko watu maisha zetu hatujawahi kuwasamehe, hatuwahi kuongea nao. Na kila siku tunasema tunakwenda kanisani, kila siku tunaomba Biblia. Mungu atuhurumie sana. Mtu akipata kibali machoni pa babake anakuwa na favor. Sijui favor ni kusema nini Kiswahili, mwewe mnaelewa mzuri. Huru. Anakuwa huru. Mama Boaz anasema na neno mzuri, karibu. Anakuwa na nini mama? Na neema. Mtu kwa karibu yako kupatia anipatilie mkono. Hapana kucheka mama. Hata tunafanya komedi huu. Mungu asaidie sana. Anasema anakuwa na shida ya mtu mwenye kusikia maneno yake anatetemeka na kulia. Kitabu cha mwisho cha Isaya. Si vile mama Brighton. Sasa unapokuja kanisani kufanya komedi lakini nikwambie, unacheka leo, kesho utalia. Naona msimamizi anakuwa hapa karibu. Basi tutakwenda kuishia hapo, na mimi kwamba Mungu atatuelimisha wakati mwingine tutaendelea. Kwa sababu kuna kuwa na faida ya kutubu. Faida ya kutubu inakuwa na kibali. Faida ya kutubu, unahamishwa kutoka katika ulimwengu wa giza unakwenda kwenye ulimwengu wa nuru. Haleluya. Amen. Mwana mpotevu alipotubu akafanya nini? Akapata kibali machoni baba yake. Kwa sababu alifanya nini? Alitubu. Mungu atusaidie sana. Unapotubu faida yake unakuwa mwana wa Mungu. Mungu anakulea, anakuongoza. Mungu anakupatia kila kitu ambacho unahitaji. Katika kitabu cha Yohana 1:12-13. Unakuwa huru vile vile. Mungu asaidie sana. Unakuwa huru kwa sababu unaujua unini ukweli. Nini ambayo inafanya mtu kuwa huru? Mama Boaz. Papa. Mtajua kweli na kweli tabia. Kweli ndio nini? Kweli ndio nini sasa? Neno la Mungu ni kweli. Neno la Mungu. Amen. Amen. Kumbe kweli ni Mungu mzima ndani yetu. Amen. Kweli ni Mungu mzima ndani yetu. Unapokuwa na Mungu sasa, kwa sababu umeshatubu, unakuwa na nani? Unakuwa na Mungu ndani yako. Unapokuwa na Mungu ndani yako, unakuwa huru. Haleluya. Unakuwa huru. Na unapokuwa sasa huru, uhuru na kuleta nini? Kwenye upatanisho na Mungu. Haleluya. Unapokuwa huru, ule uhuru unakuleta kwenye upatanisho na Mungu. Wakorintho wa 2:5-19. Basi kwa hiyo ndugu zangu, Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 2:5, asema kumbuka ni wapi ulianguka ukatubu. Mungu iko kwenye kitabu. Mungu iko kwenye kiti cha rehema. Neema bado ipo, lakini nakwambia itakwisha siku moja. Mwenye kucheza na neema acheze. Ndio wanasema katika kitabu cha Ufunuo, asema na mlevi aendelee kulewa sana, na mwizi aibe sana, na mlozi afanye nini? Aloge sana. Lakini nakwambia Yesu yuacha kumlipa kila mtu kadiri na nini mama?
na kazi aliyoifanya. Mungu atusaidie sana. Kifika nyumbani utasoma Luka 16:19. Ni habari za mwana mpotevu. Na sisi sote hapa tulipotea katika dhambi. Wote hapa tulipotea katika dhambi. Naye Yesu ameacha 99 mbinguni, anakuja kutafuta wewe mmoja tu. Mungu atusaidie sana. Anasema mbinguni kunakuwa na shangwe. Malaika wanakuwa na shangwe kwa mmoja tu akitubu. Nani atatubu jioni ya leo? Nani atatubu? Atakayetubu tu, huyo atapatanishwa na Mungu. Atakayetubu, huyo atakuwa huru. Atakayetubu, ataishi na Mungu milele na milele. Anasema, na kwenda kwa Baba kuandalieni makao. Pale nitapokuwa nanyi muwepo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu ndugu zangu. Sayuni, tutubu kwa maana ufalme wa Mungu unakaribia. Wengine wanasema ukifa dunia inaisha. Nakwambia dunia itakwisha. Yote mnayaona hapa chini ya jua yatapita, lakini neno la Mungu litaishi milele. Neno la Mungu litadumu wapendwa. Neno la Mungu litadumu. Kumbuka ni wapi ulianguka ukatubu, ili ya kwamba siku moja atakapokuja akuchukue katika ufalme wake. Mungu awabariki na awazidishie ikiwa kwamba mtakubali kutubu kwa jina la Yesu. Amen.